Stori inaanza. Kuna gari limepaki nje ya duka langu. Duka dogo lakini la kisasa lililoko mjini Florida. Ni hapa. Amehifadhi pesa nyingi ndani. Tuna dakika 5 tu. Nje ni usiku wa kimya. Upepo unayumba vitambaa vya matangazo kama mizimu inayocheza polepole. Saa inaelekea saa 2 usiku, lakini tangu lile gari liwasili, hakuna aliyeshuka, hakuna aliyepita. Gari lile tangu lifike haliyatulia. Kuna kitu hakiko sawa. Ndani taa zinang'aa juu ya rafu zilizojaa nguo za kisasa na bidhaa za kawaida, lakini nyumba ya uzuri huo kulifichika siri nzito: pesa. Pesa nyingi nilizohifadhi mwenyewe badala ya kuzipeleka benki. Nilijiamini, nikasema, ni duka langu, pesa zangu. Hakuna atakayezipeleka benki. Na ninaziamini mikononi mwangu. Lakini usiku ule dunia iliamua kunifunza somo ambalo sitalisahau milele. Macho yangu yalikuwa kwa saa. Dakika 5 tu, nimeitazama mara 10. Nilijua kuna kitu si cha kawaida. Gari ile nyeusi nje ya duka ilikuwa kimya kama kaburi. Glasi zake nyeusi zikimetameta kama macho ya nyoka anayegoja kung'ata. Ni hapa. Amehifadhi pesa nyingi ndani. Tuna dakika 5 tu. Ghafla, hatua 2 zikakaribia mlango wa nyuma. Wanaume wawili, wakiwa wamevaa kofia zilizoteremka hadi uso, walitembea kwa utulivu wa watu wasiokuwa na haraka, lakini wenye lengo. Nilipokutana na macho yao kupitia kioo cha nyuma, nilihisi kitu baridi kikitembea kwenye uti wa mgongo wangu. Hawa hawakuwa wateja, hawa walikuwa wavamizi. Nikaweka mikono yangu mezani, nikavuta pumzi. Nikatazama mteja wa mwisho aliyekuwa ndani akitabasamu, bila kujua dhoruba ilikuwa inakaribia. Nilihisi moyo ukipiga kama kinanda cha vita. Kabla sijafanya chochote, kengele ya mlango ikaita, kling, na hapo akaja. Kling. Ndugu, tuna shida. Tuko hapa kwa pesa. Nasema pesa gani? Tuna shida. Usipoteze muda. Tuko hapa kwa pesa. Maneno yao yalikuwa baridi kama risasi. Hakuna vitisho, hakuna maneno ya upole. Walikuwa wanajua walichokitaka. Walichomoa begi lao, na ndani kulikuwa na bunduki ndogo na bahafa za kuchukulia fedha. Walinipa sekunde chache kukusanya pesa zote. Kila noti niliyotoa ilikuwa kama sehemu ya maisha yangu ikienda mbali. Niliwaona wakifanya kazi kwa usahihi. Si wezi wa kawaida. Walikuwa kama watu waliopangwa na akili ya kijeshi. Kimya, haraka, safi. Wakatupa pesa kwenye mabegi yao, wakaniangalia moja kwa moja machoni. Usijaribu ujanja, tutakuja tena. Hii si mara yako ya mwisho. Walitoka nje, wakapanda lile gari nyeusi, na ndani ya sekunde chache giza likameza mwanga wao. Nikabaki peke yangu,